Karibu tena katika sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa itwayo Moyo wa Usiku. Mtunzi na msimuliaji wako ninaitwa Mr. James. Napatikana kwa nambari 06 16 43 43 51. Tuliishia pale Zara alipokubali kuongozana na Huseni kuelekea kwao huko chini ya maji. Je, nini kilitokea baada ya Zara kuongozana na Huseni kuelekea kwao huko chini ya maji? Ongozana nami mpaka mwisho wa simulizi hii. Miaka 5 imepita tangu Zara alipotoweka ndani ya ziwa akiwa na Yasini. Hakuna aliyejua alipoenda, ila bibi yake Subira aliendelea kuwasha taa kila siku kando kando ya ziwa, akiamini kuwa binti yake bado yupo mahali fulani. Lakini chini ya uso wa maji, Zara alikuwa kwenye ulimwengu tofauti kabisa. Ufalme wa kina cha maji uliitwa Nyamanza, sehemu yenye mandhari ya kuvutia, samaki waliokuwa na uwezo wa kuzungumza, taa zilizowaka kwa mianga ya taa za baharini, na makasri yaliyotengenezwa kwa lulu, chaza na mawe ya thamani. Yasini alikuwa mfalme sasa baada ya baba yake kufariki kwa amri ya laana ya zamani. Zara alijifunza kuishi chini ya maji. Akapewa nguvu za kuhema, kuona gizani na kuzungumza na viumbe wa majini. Lakini kulikuwa na jambo lililomsumbua moyoni mwake: upweke. Yasini alikuwa miongoni mwa watu wengi waliompenda kwa sababu aliwaokoa, lakini si wote walimkubali. Malkia wa zamani wa maji, dada yake marehemu mfalme Bilala, hakumwamini Zara hata kidogo. Upendo wa mwanadamu ni wa muda mfupi, alisema siku moja kwa kejeli. Atafanya nini akichoshwa na giza la majini? Zara alinyamaza, lakini moyo wake ulichoka. Na asubuhi moja alijikuta akiwa na ndoto ya ajabu, ndoto ya kijiji chake, ya bibi yake mgonjwa na ya mti mtakatifu uliokauka. Alipomwambia Yasini juu ya ndoto hiyo, Yasini alimkazia macho. Lahana haijakamilika. Zara, kuna sehemu ya mwisho ya unabii. Mmoja wetu atapaswa kutoa kafara ya mwisho ili tumaini la mataifa haya ya maji na nchi kavu liwe hai. Ni nini hiyo kafara? Mapenzi ya kweli yanahitaji sadaka ya kweli, Yasini alisema kwa sauti ya huzuni. Siku moja Zara alikimbia kutoka kasri la maji, akapanda juu ya uso wa ziwa. Mara tu alipofika juu, akakuta kijiji chake kimebadilika. Watu walikuwa wakikimbia, bibi yake alikuwa amedhoofika, na mti mtakatifu ulikuwa unatokwa na moshi mweusi. Kumbe Bibi Lala alikuwa ametoroka na kutumia nguvu za maji kuivamia dunia ya juu, kwa lengo la kuivamia na kuitawala kwa chuki. Zara alirudi chini ya maji, akamwambia Yasini, inanibidi niende. Siwezi kuishi hapa wakati watu wangu wanateseka. Yasini alimtazama, uso wake wa kifalme ukionyesha huzuni ya mfalme anayejua anakaribia kumpoteza malkia wake. Ukirudi juu, huwezi tena kuishi chini ya maji. Utakuwa binadamu tena. Tutapoteana milele. Zara akamkumbatia. Lakini moyo wangu utaendelea kupiga kwa ajili yako, kila siku, kila usiku. Kwa busu la mwisho lenye machozi, Yasini akampa pete ya lulu safi. Ikiwa moyo wangu utakuwa na nafasi tena, pete hii itang'aa. Nitakuja, nitakufuata. Zara akarudi juu.
Alikabiliwa na vita dhidi ya Lala, akitumia nguvu za mapenzi na urithi wa mama yake kumrudisha Lala katika ulimwengu wa maji na kuokoa kijiji chake. Baada ya vita, aliishi maisha ya kawaida akiwa mjasiriamali wa uvuvi na dawa za mitishamba. Lakini kila siku alienda kando ya ziwa akiangalia maji kwa upole. Pete hiyo haijang'aa tena mpaka siku moja miaka 3 baadaye ilipong'aa kwa nuru kali kana kwamba kulikuwa na mwezi ndani yake. Zala akatabasamu. Maji yakaanza kuchemka kidogo na kivuli cha mwanaume kilianza kuinuka juu ya uso wa maji. Je, ni nini kitafuata baada ya pete aliyopewa Zala kung'aa na kivuli cha mwanaume kuonekana kando kando ya ziwa? Tukutane katika sehemu ya 3 ili tujue mwendelezo wa tamthilia yetu hii pendwa iitwayo Moyo wa Usiku. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza pale tunapoachilia mwendelezo wa sehemu hii ya 3. Asante.